Mtaa ulimlea kwa shida na jasho, kila kona kuna majaribu. Vipi? Heri mwalimu wangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi mwalimu wangu? Heri kabisa. Salama kabisa. Salama. Bana mwalimu wangu, mguu ulikuwa wako. Mguu wangu hapa kati mguu wako shehe. Sema kikubwa, unajua nini mpaka nakwambia huu mguu ulikuwa wako mwalimu wangu? Kuna tatizo kidogo mwalimu wangu. Tatizo gani? Mwalimu la mjane pale mtaa Mzizima pale tunakoishi pale. Bwana sisi tumefiwa na ndugu yetu bwana, kijana mwenzetu. Fiwa? Ya mwalimu wangu. Nani tena? Mwalimu wangu bwana, kijana mwenzetu, ndugu yetu anaitwa Shehe Mlisho, yule mwalimu Mlisho, yule mzee Mlisho Hilo jina sio geni kwangu. Mlisho. Huyu anayevaga kanzu na begi. Sadakta mwalimu wangu. Muda mwingine mtu apekupeku hivi sometime. Yaani ni mtu kama kijana lakini kama mtu mzima fulani, mazingira yake jinsi anavyojiweka. Sadakta kabisa nampata. Basi bana ndugu yangu bwana pale Mwenyezi Mungu amempenda, unaona Inna lillahi wa inna ilaihi. Sasa hapa tukaona kabisa bwana tumtafute bwana ndugu yetu hapa, unajua vile vitu vinahitaji tumtafute mtu mwenye mwalimu la mjani. Wewe Mwenyezi Mungu amekubariki. Kuna makarama lazima tukubali hivyo, si binadamu unajua hata mambo uliokuwa na wewe wengine si hatuna. Kwa hiyo tulikuwa naomba bwana vijana kama sisi vijana wenzako usimamie mambo ya msiba nini kila kitu shehe. Basi katika hilo ondoa shaka kwa sababu ni haki yake. Wenyewe wanasema mwanadamu akifa afanyiwe mambo matatu. Ndio. Aoshwe, avishwe sanda na azikwe. Sasa jambo hilo ni haki kwake, basi mimi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuja kulifanya tukiwa pamoja. Mwalimu la mjane, sisi tunakutegemea wewe bana. Hilo jambo nadhani litaanza saa ngapi? Kuhusu swala la kuanza, mimi naona ngoja kwanza, umenielewa nikutane na ndugu, kuna baadhi ya watu tukutane kwa na kamati yangu pale, si unajua bwana nyumbani bwana, sisi watu wa mtaani pale tukutane wote, watu wangu wa Mzizima wote pale, afu mambo mengine yote ataendelea vizuri. Yaani mimi kikubwa alikopo najua wewe hujui. Sasa nishakwambia mimi najua kabisa jinsi ya kukupata, sisi tunajua. Ushapata taarifa? Najua jinsi ya kukupata, sisi tunajua. Basi una shida. Una akili kweli? Unamsingizia shemeji yako amefariki kwa tamaa za pesa? Basi unaweza kaniua hata mimi. Lakini mama, pesa unazozungumzia wewe ndio pesa ambazo zimekusaidia katika matibabu. Na kipindi kile mama ulikuwa katika hali mbaya sana mama yangu. Na hatuna mwelekeo wowote ule. Kwa dili lilivyokuja mama yangu mimi nikaona bora nipite nalo. Nimefanya kosa gani sasa? Au kukusaidia ndo nimefanya kosa mama yangu? Kuna wanaocheka mchana, usiku wananyamaza. Kuna siri zinatembea gizani. Mzizima si mtaa wa kawaida, kila mtu anaogopa lake la ndani. Mzizima tawa vituko na siri, kila usiku kuna hadithi mpya. Wengine wanalala, wengine wanakesha. Kwenye anga lake kuna mambo ya ajabu. Mzizima si rahisi kuelewa, kuna yanayoonekana na yasiyoonekana. Mtaa wa mikasa, mtaa wa fununu, hapa kila siku ni story mpya. Wanasema kuna sauti zinaita majina. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Toka siku zile ulivyonipeleka kwa kina Kesi, sijakuona tena na ukondoka bila kuniaga. Mimi niliamini nimekufikisha sehemu salama. Na hivi unatembea naye madam. Naamini kila kitu kipo sawa. Sawa, tuachane nayo. Lakini mimi nilikuwa na ombi moja kwako. Nilikuwa nahitaji bodyguard wangu. Bodyguard? Mbona sina vigezo vyovyote vya kuwa bodyguard? Kwa nini mimi? Kwa nini umenichagua mimi? Unajua wewe ni mwanaume jasiri sana. Kila mwanamke atakaye kuona atahitaji kuwa na wewe. Hasa kwa upande wangu. Lakini sana uwepo wako sana. Maongezi gani hayo umeshikana hivyo? Hapana, hakuna kitu chochote. Mimi nafikiria
niseme neno asante kwa kuniona kama nafaa kuwa bodyguard, lakini sina vigezo vyovyote vya kuwa nyuma yako na kuweza kulinda usalama wako. Mimi nitaendelea kuwa tu mlinzi wa getini, nitaendelea tu kuangalia ulinzi pia wa nyumba za watu. Asante kwa kujali. Maisha yamebadilika, dunia imekuwa ngumu, pesa haipatikani haraka kama zamani. Ndio mimi. Acha kujiuliza hayo maswali yako. Nataka kujua mwanangu yuko wapi? Mwanao yupi? Ambaye unamtelekeza ujue anakula nini, anavaa nini? Wala hata kujali anaishije mtoto. Naona unapenda kujivika mzigo wa lawama. Tena, naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia leo tukikutana usinisimamishe. Mimi sio mtu wa kudharaulika namna hii. Lazima nihakikishe naipata damu yangu. Huyu mwanamke lazima atajuta kwa hiki anachokifanya. Sakina, ni nini kilichokuleta? Akati tunajua kwamba ushakosea masharti yangu. Mtaalamu, niliangalia kushoto na kulia, niliona sijamuona mtu. Na ndio maana nikafanya lile uloniambia. Lakini cha kushangaza, yule mtu ametokea tu ghafla kama mzimu. Hata sielewi. Naomba unisaidie. Sakina, hivi unajua yule mtu uliokutana naye sio mtu mzuri hata kidogo. Na kibaya zaidi, ulizungumza naye. Sakina, unajua umeniachia wakati mgumu sana. Kwa hili mimi siwezi kusaidia Sakina. Naomba unisaidie. Usiseme hivyo. Wewe ndio tegemezi langu la mwisho. Wewe usipoweza kunisaidia, mimi atanisaidia nani? Nitakusaidia kwa mara ya mwisho. Ukifeli kwa hili Sakina, naomba hapa usirudi tena. Sawa? Nitashukuru. Ida, wewe mbona umekuwa ni mtu wa kupenda kulala sana mchana? Una shida gani? Hamna dada, mimi basi kawaida tu. Alafu kuna kitu nimekumbuka. Kwa nini kila nikiamka usiku sikuoni? Unakuwa unaenda wapi? Hivi tangu lini tumeanza kufuatiliana huko ndani? Mimi na wewe tangu lini tumeanza kufuatiliana? Eti kila mmoja sana mambo yake huko ndani. Habari ya kunifuatilia, sijui nimetoka, sijui nimerudi. Sitaki. Na kuanzia leo ukome kabisa. Wewe sio mamangu. Uniambie tu unifuatilie, sawa? Oh. Naona umekuwa sana siku hizi.
nakoshimana tuishule ishite ujiko. Bago asije akapotea kwenye dunia. Charambiri, ni mara ngapi nimekuonya kuhusu wewe kwenda kwa ndugu zako? Na leo narudia tena. Sitaki ijirudie. Sitaki nikuone tena umeenda pale. Naelewa mkuu. Ni muda mrefu sana nimekuwa kibaraka wako. Lakini sijui hatima ya maisha yangu mpaka sasa. Fanya namna, nataka kuonana na ndugu zangu. Ina maana umesahau sababu iliyokufanya wewe kuwa katika hali hiyo. Ulinikosea na ulifanya makosa makubwa sana. Nimekuhurumia kukupa adhabu ambayo haina maumivu, ila ni kukuweka tu wewe kutoonekana na ndugu zako wala watu wote wa karibu, isipokuwa wale wenye uwezo wa kuona vya gizani. Huoni kama huo ni msamaha tosha? Naelewa mkuu, lakini kupotea njia ndo kujua njia. Binadamu tumeambiwa makosa. Nishaijua kosa langu liko wapi. Hakika umekuwa mwalimu pekee ambao umenifunza kwa vitendo na sio kwa mfano. Sikuwahi kufikiria hata kidogo ipo siku mimi nitakuja kuyapitia haya ambayo nayapitia sasa. Sikuwahi kufikiria hata kidogo ipo siku mimi nitakujaga kuendeshwa na mtu. Maisha yangu yamekuwa yakifungwa. Mkuu, naomba unisamehe. Nataka kuonana na ndugu zangu. Nimeshasema. Alafu maneno yangu huaga hayapingiki. Kile nilichokiongea kitabakia kuwa hivyo hivyo mpaka pale nitakapomaliza kazi yangu, ndipo tabaki kuwa huru. Veru estemilete tetonga vadimu nikakurudisha mpaka Ngwamule. Kilambasi. Mimi nafikiri sasa ni muda ambao wa kuelekea mimi kazini. Kuna kitu nataka kukushirikisha ndugu yangu. Kwa sababu nimekaa nimefikiria ni bora nikajipambanua na mimi nikapata hata kichumba. Lakini kukaa watu wawili ndani, miaka inazidi kwenda, siku zinasogea bro. Unalionaje kwa hili? Labda nikwambie kitu kimoja kaka. Mimi sijalizika kabisa kauli yako ya kutaka kutoka huko ndani. Kumbuka mimi na wewe tunaishi vipi kaka? Kumbuka yale ambayo tumezungumza kwamba tunahitaji lazima tuwe na malengo. Wacha nitafute hiyo 30 upate ili uanzishe biashara yako. Yaani jiji letu ile au mtaa wetu huwa Mzizima. Bila kuwa na biashara yoyote ya kujiendeleza kaka, utoboi. Kwa hiyo wewe hebu nivumilie ndugu yangu. Hamna kutoka. Hebu tuendelee kwanza kupambana. Sawa? Nimekuelewa bro. Tutalifanyia kazi mdogo mdogo sio mbaya. Ila kuna kitu cha kuuliza ndugu yangu. Sasa unataka kujua ukweli wa nini? Kilambasi. Au mambo mengine achana nayo. Nataka kujua bro. Wewe ni nani? Kwa sababu nimekuta vitu ambavyo sikufikiria kabisa kama nitavikuta humu ndani au kukutanavyo wewe. Wewe ni nani ndugu? Mimi ni mlinzi. Tena sungusungu tu. Sio sungusungu peke yake. Ni mlinzi wa kulinda majumba ya watu. Vasha, naona kabisa unanidanganya. Yaani nakuona kabisa unanipanga, mzee. Ina maana mimi sioni? Hichi ni nini? Hichi ni kitu gani Vasha? Kilambasi. Hiki ni kitambulisho. Hakina maana yoyote. Nadhani unajua kazi iliyokuleta Mzizima. Sitegemei uniangushe Makasu. Mazingatio ni yale yale tuliyoongea ofisini. Nipo hapa kwa ajili ya kutia mkazo. Nadhani tunaelewana Makasu. Nikuelewa. Hakikisha watu wa mtaa wa Mzizima wasitambue kwamba huyu mtoto ni damu yako. La pili, hakikisha
unatafuta kazi yoyote ile ya kufanya, hatukupangii. Unajua taratibu ya kazi zetu. Wewe ni spy Makaso. Upo hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Taamua mwenyewe uokote kopo, taamua mwenyewe ulinde, taamua mwenyewe uuze vitumbua. Tunachotaka kazi yetu ikamilike kwa wakati. Viongozi bado wanasubiri taarifa yangu Makaso. Nipo hapa kwa ajili ya kukupa msisitizo. Tumekuleta hapa kwa ajili ya kazi. Hakikisha kazi yetu inakamilika. Wewe mwenyewe ni mtu wa kazi. Nimekuelewa mkuu. Nafikiri kila kitu kitaenda sawa. Sitoangusha katika hili. Na hakuna mtu yoyote ambaye atakayejua kama huyu ni mwanangu. Mimi si mkaaji hapa. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa oda na pia kwa ajili ya kutia mkazo kwenye kazi tuliyokupa. Ni ya muda mfupi na pia tunasubiri majibu. Unatumia muda mrefu Makaso. Wewe ni professional. You are professional Makaso. Haupo hapa kwa ajili ya kucheza Makaso. Hii kazi ni nzito. Na ripoti yake inatakiwa kwa viongozi wangu wa juu. Nadhani tunaelewana Makaso. Kazi kwako Makaso. Hata kama ukienda kunificha na maana gani? Kwa sababu huyu ni wewe. Na hicho sio kitambulisho cha kupiga kura wala kadi la kliniki. Huyu ni wewe Vasha. Tuwekane wazi bro. Kilambasi, wacha tukapambane. Vasha. Vasha. Unajua huyu jamaa sijui anamaanisha nini. Kwa sababu huyu si usalama huyu. Naona kabisa ni mpelelezi. Ila nitajua.